Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Naam, wapenzi watazamaji na wafuatiliaji na wasikilizaji kiujumla, karibuni katika mwendelezo wa darasa zetu za tafsiri za ndoto, na leo tutaangalia tafsiri ya ndoto ya nyota kwa mujibu wa mwanazuoni anaitwa Ibn Sirin. Tafsiri ya ndoto ya nyota, yani tafsiru hulmi nujumi libni Sirin, tafsiri ya ndoto ya nyota kwa mujibu wa Ibn Sirin. Ndugu zangu watazamaji, Ibn Sirin ni miongoni mwa wafasiri wakubwa wa ndoto za Kiislamu, akiwemo pia al-Imamu al-Usaimi, akiwemo al-Imamu Sadiq, akiwemo Ibn Shahin. Hawa wote ni katika wafasiri wakubwa wa ndoto, na wote tutakuja kuangalia kwa mujibu wa tafsiri zao ndoto ya nyota wameifasiri vipi. Sasa leo tutaanza na huyu Ibn Sirin, lakini ni kuombe ndugu mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kuingia katika channel yetu, basi usisahau kusubscribe channel yetu, kulike na kushare video zetu. Naam, ndugu zangu, yaqul Ibn Sirin, anasema Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, anna ru'yatan nujuma fil manami, ya kwamba kuona nyota katika ndoto, tahtawi ala aladidi min arrasail alhamma, anasema ndoto hiyo hubeba ujumbe mwingi muhimu. Tahtawi kwa maana ya kwamba hubeba ala aladidi min arrasail alhamma, ujumbe mwingi muhimu. Anasema shekhe, wa mimbainiha, ikiwemo miongoni mwa ujumbe unaobebwa na ndoto hiyo, ikiwemo alhirsu, kuhimiza, ala alijtihadi, juu ya juhudi, yani ndoto hiyo inahimiza mtu afanye juhudi, walwusuli ila alahdafi fil amali, ili kufikia malengo kazini. Kwa maana kwamba kama ukifanya juhudi kazini kwako, basi utafikia malengo kwa mujibu wa fasiri ya ndoto hiyo. Lakini shekhe anaendelea, anasema wal qudra, pia ndoto hiyo inamaanisha uwezo, wal qudra, na uwezo, ala tatawuri almustamiri hatta yasila ila ma yuriduhu, yani ndoto hiyo pia inamaanisha uwezo wa kuendelea, kukua, hatta yasila ila ma yuriduhu, hadi mtu afikie katika yale anayoyataka. Kwa maana uwezo wa kukua wewe, yani kuendelea kukua mpaka kufikia yale unayoyataka, utakuwa nao, bimaana unao kama utaona nyota katika ndoto hiyo. Ndoto inahimiza ufanye juhudi ili kufikia malengo, na una uwezo wewe wa kuendelea kukua mpaka ukafikia yale malengo yako. Lakini maana nyingine, Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala anasema tanumu ru'yatan nujuma fil manami, pia ndoto hiyo inaashiria, yani kunaashiria, tanumu kunaashiria, ru'yatan nujuma, kuona nyota, fil manami, katika ndoto, ala shakhsin qawiyin, inaashiria juu ya mtu mwenye msimamo, kwa maana ya kwamba ukiiona nyota katika ndoto, maana yake wewe ni mtu
mwenye msimamo, lakini pia ni tayyibul qalbi, pia ni mwenye moyo mzuri, yani mwenye moyo safi. Mimma yaj'aluhu, jambo ambalo litamfanya huyu mtu aliyeota mumayizan baina al-akharin, awe ni wa kipekee miongoni mwa watu, bilmahabbati sadiqa, kwa mapenzi ya dhati. Kwa maana hii itakufanya wewe upendwe, itakufanya upendwe, kwa maana hii ndoto inaashiria una moyo mzuri ambao utakufanya upendwe na watu, tena bilmahabbati sadiqa, yale mapenzi ya kweli, mapenzi ya dhati. Watu watakupenda na mapenzi yao yatakuwa ni ya dhati, hayana unafiki moyoni. Fadhilan an wujudi suhbati saliha, pia ndoto hiyo inamaanisha uwepo wa marafiki wema, kwa maana una marafiki wema katika maisha yako, na huyo rafiki yupo ambaye tuinuhu ala alhayati, kwa maana kuna uwepo wa rafiki mwema ambaye atakusaidia maishani, wa dhikrillahi, na atakusaidia katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu, wal ibtiadu anil maasi, na atakusaidia katika kujitenga na maasi. Kwa hiyo hiyo ndoto ni miongoni mwa ndoto zenye maana nzuri. Lakini Sheikh Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala anaendelea, anasema fi tafsiri ru'yati ishti'alu nujuma fi samai. Ibn Sirin anaendelea anasema, ukiona nyota zikiwaka moto mbinguni, ukiona nyota zikiwaka moto, yani ishti'al kwa maana ya kuwaka moto, an-nujuma, nyota, fi samai, mbinguni, anasema ndoto hiyo pia ramzun ala al-ghadabi ba'da fatratin tawila min as-sabri, pia inaashiria hasira baada ya kipindi kirefu cha subra, kwa maana kuna jambo ambalo umelifanyia subra kwa muda mrefu, yani una subra ya jambo fulani kwa muda mrefu, subra ambayo imekupelekea kuwa na nini, na hasira. Lakini shekhe anasema, amma idha raa annaha anasema tumtafiu, ama mtu akiona ya kwamba huo moto unazimika, yani zile nyota zinazimika nini, moto. Shekhe anasema fahadha yushiru ila al-amri bil ma'rufi, ndoto hii inamaanisha kuamrisha mema, wanahyu anil munkari, na kukataza mabaya, kwa maana utakuwa miongoni mwa watu wenye kuamrisha mema na wenye kukataza mabaya biidhnillah. Lakini shekhe anasema idha kana khafat, ikiwa hizo nyota hazitoi mwanga, yani ule mwanga wake ni hafifu. Idha kana khafat, ikiwa hizo nyota hazitoi mwanga, shekhe anasema fahuwa yushiru ila sumti alalimi ani alhaqiqa, kwa maana ndoto hiyo inaashiria ukimya wa wanawachuoni na kutozungumza ukweli, kwa maana wanawachuoni katika zama hizo hawazungumzi ukweli, wamekaa kimya, ukweli wameukalia kimya. Kwa hivyo wanatakiwa wabadilike wanawachuoni, waseme ukweli, waseme haki, hata kama ni chungu, lakini haki isemwe. Kwa hivyo ndugu zangu watazamaji, hizo ndio tafsiri za ndoto, ndoto au tafsiri ya ndoto ya nyota kwa mujibu wa Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. Kama tulivyosema, ndugu yangu mtazamaji, usikose kuendelea kufuatilia darasa zetu, kwa sababu tutakuja kuangalia pia kwa mujibu wa mwanawachuoni anaitwa Usaimi, lakini pia tutakuja kuangalia kwa mujibu wa mwanachuoni anaitwa al-Imamu Sadiqi, na Allah kama atatujalia tutakuja kuangalia kwa mujibu wa mwanawachuoni Ibn Shahin.
Mwenyezi Mungu awarehemu, ambao hawa wote walikuwa ni wafasiri wakubwa wa ndoto. Mwisho ndugu zangu watazamaji, niwaombe kwa wale ambao mtahitaji tafsiri ya ndoto zenu binafsi. Kwanza tuna tafsiri ndoto binafsi, lakini kwa ada, kuna ada utachangia kwa ajili ya kusapoti huduma hii, na ada ni nafuu, wala usiogope ndugu yangu mtazamaji. Ndoto binafsi hatutafsiri bure, ndoto binafsi hatutafsiri bure. Ukitaka kutafsiri bure ndoto binafsi, basi tafuta, unaweza ukawapata maustadhi ambao wanatafsiri ndoto binafsi bure, lakini sisi ndoto binafsi tunatafsiri kwa ada. Lengo ni kusapoti huduma yetu hii. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.